Siku moja bwana walitupigia simu. Tulipigia simu. Tuko hapo hapo Mikumi hapo. Tulipigia simu bwana, kuna mgonjwa yuko Ilula aling'atwa na nyoka, kwa hiyo alikuwa anataka muongozo jinsi gani anaweza kumsaidia. Sasa shida inakuja kwamba yule mgonjwa hatujui ameng'atwa na nyoka gani. Maana yake tungekuwa tunajua ameng'atwa na nyoka gani, tungejua tungetoa msaada kiasi gani. Wao hasa hawajui ameng'atwa na nyoka gani. Ila kwa maelezo wanahadisia vice versa, kwa sababu kuna wakati wanahadisia dalili za cytotoxic, kuna wakati wanahadisia dalili za neurotoxic. Kwa hiyo tulishindwa kuelewana, ikabidi watutumie nauli ili tuweze kufika kwenye eneo la tukio. Ni Ilula hapo, wanapaita Ilula Mtua hapo ndo jamaa alipokuepo. Ina maana alikuwepo kwenye vinyungu, yani mashambani kule analima mboga. Sasa bahati mbaya wakati anakanyaga kwenye majani hivi, kumbe chini kulikopo na nyoka. Inaonekana alimkanyaga mkiani. Yule nyoka akamuuma kwenye mguu hapo. Kwa hiyo baada alivyomuuma yule nyoka, ikabidi katika kuhangaika yule nyoka alimkosa kwa sababu ya uoga wake. Kwa hiyo hakujua ameng'atwa na nyoka gani, ndio shida ilipoanzia hapo. Kwa hiyo sisi tukafunga safari mpaka Ilula. Niko na jamaa wangu mmoja hivi anaitwa Musa. Lakini Musa sio mtaalamu, ila alinisindikiza. Mimi tukafika mpaka Ilula, tukapokelewa. Kumbe wakati anatupigia simu tayari alikuwa na siku 2. Ina maana tunafika sisi pale ilikuwa ni siku ya 3. Kwa hiyo baadaye kwa siku ya 3 tukafika tukaangalia hali ya mgonjwa bwana. Yaani wamemsaidia na dawa za hospitali, lakini hazikuweza kumsaidia kwa sababu yule mgonjwa mguu wote ulikuwa umebadilika rangi. Tayari una rangi ya kijani, yani una rangi ya kijani na njano. Alafu kila utakapomgusa yule jamaa panamuuma, yani panamuuma kweli. Alafu umevimba kutoka huko chini huko, umevimba mpaka hapa usawa wa paja, yani kipande chote kimevimba. Lakini kwa kumshukuru zaidi inaonekana kwamba yule jamaa sumu hakuwa inakimbia kwa kasi sana, ilikuwa inaenda taratibu. Ndio iliyopelekea mpaka siku ile tunafika sisi alikuwa mzima. Kwa hiyo kwa haraka pale kumsaidia kwa dawa za hospitali na kwa haiwezekani. Na nikatoa ushauri, jamani, kuna mzee mmoja yuko Miono anaitwa mzee anaitwa Juma Nasoro, asaidiwe huyu, akifika anapona. Lakini ile distance ya kutoka Ilula uvuke mpaka Morogoro, uvuke mpaka Chalinze ukaitafute Msata ukaitafute Mandera, pale kwenye daraja la lami mbele pale Mandera ukaanza kuitafuta Miono. Hiyo ni mbali sana, ina maana ingemgharimu sana mgonjwa. Kwa hiyo wakasema, kwani wewe wazo wako ulikoje? Ngata huyu akatibiwa na dawa za kienyeji. Sasa kuna mzee mwingine ndo akatoa ushauri, akasema bwana, kuna mzee something like that, kama sio Mkalama yuko sehemu moja panaitwa, kijiji kimoja kiko ukifika pale Ilula Sheri kwenye masoko yale, unakatia kwa nyuma hivi, unapandisha kama unataka kuelekea mpakani mwa Morogoro, lakini haufiki. Manake ukikata tu pale kwenye njia kwa unapandisha juu kama unaenda Udekwa, yes. Ina maana unapita kijiji cha kwanza kinaitwa Itungi. Ukishatoka Itungi unaenda unakutana na Mlafi. Hapo Mlafi sasa ndo kuna njia unapandisha kulia, unapandisha moja kwa moja. Ambapo ukipandisha moja kwa moja ndo unaenda kutokea kwenye iko kijiji kinaitwa Isago, yes. Iko kijiji kinaitwa Isago. Lakini kama ukiacha hapo Isago, kama Mlafi pale unanyosha mbele, maana yake unaenda kukutana na njia panda ya kwenda Udekwa. Ukikata hivi unaenda zako Upalama, unaenda kutokea njia inakuja inatokeza mpaka inatokeza mpaka Idete. Sasa yule mzee maelekezo aliyotupa hakutuambia habari kamili za yule mzee tunampateje, ila yeye alisema kwamba bwana, huyu mtu yuko Isago, kwa kama mnaweza kupata pikipiki, na maana hapa ndani ya masaa 2 mtakuwa mshafika. Kitu ambacho tulichokikosea sisi, huyo mzee ni mtaalamu hasa, yani ni mtaalamu kweli, kiasi kwamba kama unataka kwenda kwake lazima kwanza upate mawasiliano naye. Ina maana kama hujampa mawasiliano au hujamtafuta, kaa ukijua lazima unapotea. Na hata tulipofika huko tulikuta watu wengi wana mikasa ya kupotea, kwenda kwa huyo mzee. Sasa sisi tulitoka pale kwa haraka na kielele chetu tuwai. Mimi shauku yangu nikamuone huyo mtaalamu. Tulitoka mbio na pikipiki na yule mgonjwa tunaye kwenye pikipiki. Safari ikaanza, tukatoka pale Itungi freshi,
Sasa tulipofika Mlafi pale kulikuwa na njia nyingi, kwa hiyo tukasema tusipotee, twende tukapitia Utalisoli pale. Ile njia ya Mlafi kumbe ukikatiza ukinyosha moja kwa moja kijiji cha mwisho ndo cha yani hiyo barabara inavyoenda ya Mlafi ukifika Isago, yani inapoishia barabara ndo nyumbani kwa huyo mzee. Sasa si ile njia tumeisahau, ikabidi tukasema twende tukapitia njia ya Utalisoli. Tunafika Utalisoli pale, baada ya kuelekezwa sisi pa kwenda, baada ya kukata kulia sisi tukanyosha, kumbe tunanyosha tunaenda kutokea Udeko. Safari ilitokea pale Utalisoli tukaifuata Udeko, wakati sisi tulikuwa nia yetu kwenda Isago. Ndio mikasa imeanzia sasa hapo ya kupotea. Tumefika zetu mpaka Udeko kwa mishale saa 12 kwa sababu tulitoka Ilula kama kwenye saa 9 saa 12 jioni tunafika Udeko. Kufika Udeko tunauliza wenyeji, kuna jamaa tuliwakuta bodaboda, tukasimama, jamani sasa hizi safi kwema kwema, sisi bwana tunataka kwenda kwa mzee Mkalama nadhani Mkalama yuko wapi? Akasema huyo mzee anapatikana Isago. Kumbe mzee kule maarufu sana, tulivyomtaja tu jina akasema nyinyi mmeshapotea. Mmepotea, yani mmetoka wapi? Tukamwambia tumetoka Ilula. Akasema sasa mbona kutoka Ilula pale jirani, ukifika Mlafi tu unakata zako kulia, ukinyosha moja kwa moja umefika Isago. Alafu ishafika saa 12 na pikipiki na mafuta madogo, ikabidi tupige simu kwao. Wakasema bwana hapa watusaidie mafuta, kikawa kipengele kwenye mafuta. Kwa hiyo akasema tusubiri mpaka usiku. Tunasubiri usiku, muamala hujatumwa mpaka saa 4 usiku, sisi tuko Udeko. Tunafanyaje sasa pale kuondoka? Yule mwenyeji wetu akasema basi inabidi hapa msubirie mpaka asubuhi ili muweze kuondoka salama, ila saa hizi ni ngumu kuondoka. Akamwambia haya sawa, sasa tutapumzika wapi? Yule bwana mwenyeji wetu akatupeleka sehemu moja jirani kabisa na hifadhi ya waterfalls za Udizungu. Yani kutoka pale tulipokuwa tunalala sisi mpaka ufike kwenye waterfalls, yani hata kilomita 3 ni nyingi sana. Kwa hiyo ni jirani mno. Na pale Udeko inaonekana ni jirani zaidi na Udizungu. Ina maana hata kama kuna majanga yanatokea pale Udizungu, wanafuatwa wananchi wa Udeko. Kwa hiyo pale ndo kwenye mpaka wa Iringa na Morogoro kwa upande ule wa Udizungu. Kuna maajabu mengi sana pale Udizungu, maana kuna misitu imepangana imekaa vizuri, kuna ndege wa kila aina, yani kuna sauti za kila aina za ndege. Alafu ndo kwa mara ya kwanza namuona nyani mweupe yuko huko. Yani nyani mweupe ndo mara ya kwanza namuona kule ndani Udizungu. Basi ile jamaa alitulaza kwenye ako kabanda tu kadogo. Sasa siku hiyo ndo kulitokea na majanga. Inaonekana kuna sehemu kuna mtu alichoma moto. Kwa baada ya kuchoma moto, Udizungu bwana ni sehemu ambayo kuna nyoka wengi. Udizungu kuna nyoka wengi. Kama hawa kobra hawa wanaotema mate wako wengi, kuna vifutu wako wengi, chatu wako wengi. Sasa pale tulipokuwa tumelala na ulipokuwa unachoma moto sio mbali sana, yani almost ni kama kilomita 4 hivi au 5 tulipokaa sisi na kulipochomwa moto. Sasa ule moshi wakati unakimbia hivi sisi tulikuwa tunaupata, ila sasa shida inakuja, nyoka wale wanatafuta sehemu ya kujificha, wanakimbia moto. Usiku sisi tulikuwa tumelala, mgonjwa kalala kama hapa amelala yule jamaa wangu Musa, mimi nimelala kwa hapa. Sasa pale nyoka bwana, kuna kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa wakijue. Kama unapata mtaalamu zaidi wa kukuchanja kwenye mwili wako kuhusu sumu za nyoka, ujue wewe na nyoka mnakuwa soma rafiki, kwa sababu mnakuwa mshabihiani. Nyoka ukichanjwa hiyo dawa ya nyoka, yani kwa mfano umechanjwa mwilini, alafu nyoka akaja akakung'ata, ni sawasawa kama umeng'atwa na sisimizi tu au umeng'atwa na katando. Kwa hiyo hakuna madhara yote ambayo yanatokea. Ndio nilivyokuwa mimi. Na maana mimi nilikuwa nimetumia sana hiyo chanjo hizo za nyoka. Kwa hiyo hata nilivyokuwa nimelala, baada ya kuona nyoka walikuwa wakija kwangu mimi wananivuka hivi, wanaenda kwa wenzangu. Mimi sikuwaona, ila wenyewe wanakuja wanavuka wanaenda kwa wenzangu. Kwa sababu hata nilivyoamka nilimwona yule jamaa mguuni amekaa nyoka, kwa mfano kama vifutu. Huwa kifutu akiwa amekuja kwako wewe mpaka umkanyage au umkalie ndo anahisi umemgusa. Kifutu unaweza ukalala hapa na yeye akaja pembeni yako hapa akakaa kalala. Kwa wakati walikuwa vifutu 4. Wawili walikaa kwa Musa, wawili walikaa kwa mgonjwa. Ambapo yule mmoja alilala pembeni alipokuwa Musa kwa pembeni hapa kwenye begi lake amejibana,
Yule mwingine amekaa kwenye mguu kwa hapa, amekaa kwa chini. Sasa Musa mguu alionyanyua hivi, kwa yule akaingia kwa hivi kwa chini. Inaona kama Musa akiukandamiza mguu wake, ina maana anamkandamiza na yule nyoka. Utamu kaanzia hapo sasa. Na kuepuka, nachukua simu yangu na washa tochi, naona wale nyoka wako wanne. Alafu kuna kama watatu hivi wako kwenye mlango wanahangaika kuingia kwenye kile kibanda. Tukasema hao wametutumia nyoka nini kwenye hiyo kijiji? Udepa hiyo. Nilichokifanya nikaamka, nilipoamka nikamfuata Musa. Musa nikisema nimpigie kelele atamkanyaga yule nyoka chini. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nikachukua kamti, nikamvuta yule nyoka chini, nikamtupa nje. Sasa sijamuona wa kwenye begi sikumuona. Nikamwamsha Musa, angalia kuna nyoka wameingia. Musa akakurupuka mbio, kumbe chini pale ndo kuna huyo nyoka bwana kwenye begi lake. Kwa hiyo alikurupua lile begi, yule nyoka naye ndo huyo anakurupuka naye anatoka. Musa akanirukia mimi. Nikamwambia acha ujinga huyo mpaka umkanyage hivi aweze kukushambulia. Nyoka sasa anaondoka zake. Kimbembe kikaa kipo kwa yule mgonjwa, kwa sababu yule mgonjwa tulimfunika na mablanketi. Kwa hiyo kumbe nyoka waliingia wengi, wengine wakawa wameingia chini ya blanketi la yule mgonjwa. Tunafunua blanketi. Mgonjwa kumbe anatusikia na yani alikuwa kutuona tueni, ila anatusikia, isipokuwa mgonjwa kama alipata shock hivi. Kumbe ndani ya lile blanketi bwana nyoka walikuwa wengi mno, wamemvamia yeye. Akupiga kelele, akufanya chochote. Kwa hiyo wakati tunafunua hivi lile blanketi, tunamuona mwenzetu anatukodolea macho, anatetemeka. Ikabidi nimwambie usipige kelele ndugu yangu, hapo ulipo una hali mbaya, na hapo ukipiga kelele watafanya watakuumiza. Nikachukua mti, nikaanza kutoa mmoja natupa nje, mmoja natupa. Uzuri vifuto wasumbui, so wale ambao wako fast sana, yani ni wako taratibu sana, kifutu slow, ila kama anakung'ata kifutu kazi unayo. Kwa hiyo nikatoa. Sasa kumbe yule jamaa kule wakati tunaenda nguo zake aliweka kwenye kamfuko hivi vifungashio. Afu kuna nguo. Ina maana sasa kuna nyoka aliingia chini ya kifungashio. Yule jamaa tunamnyanyua pale, unaambiwa na uaweni ya kukimbia alikuwa nayo, japo mguu wake ulikuwa mzito na analia kama mtoto mdogo. Pale ndani hapa jalalika. Ikabidi tunyanyuke sisi tukimbilie kijijini, kwa sababu sisi tulipowekwa sio kwenye kijiji ambapo tunaweza tukasema kama ni mjini. Hiyo ilikuwa ni polini, sehemu ambayo tuliwekwa kama emergency. Kwa hiyo ikabidi tukimbilie kule kijijini. Kule kijijini nayo hiyo saa 10 tunakuta watu wote wako macho. Kumbe bwana lile poli wakati linawashwa kule moto unawaka, nyoka wale wakawa wanakimbilia huko kijijini. Hiyo watu wa Udeko wanaijua hiyo. Mwaka 2019 nadhani. Wanaijua hiyo historia ya kuchoma poli afu kuvamiwa na nyoka. Ndio maana nyoka walipokuwa wanavamia kile kijiji, kwa watu wakawa wanahangaika kuwaua na kuwatoa ndani, kuwafukuza, ndio walichokuwa wanahangaika nacho. Kwa tulipofika tukaifika kama sehemu moja kuna kama ubanda hivi, ama tunaweza tukasema kilabu, wanakunywa pombe za kienyeji. Kule sana sana wenzetu wanakunywa pombe kama Ulanzi, wanakunywa Common, Msabe, ndio pombe ambazo wanazokunywa zinatoka kwenye lita hivi wanakunywa. Kwa tulipofika pale jamaa tukakaa pale kilabuni. Sasa watu wakawa wamejaa, tumechangamka na yule mwenyeji wetu tunamkuta. Yule jamaa alikaa na mfuko wake hapa, yule mgonjwa. Kukaa na mfuko wake hapa, akatembezewa ile lita 2. Kwa hiyo baada ya kutembezewa ile lita 2, kumbe yule jamaa alikuwa ameingia kwenye mfuko anatoka. Kwa hiyo anatoka jamaa kwa sababu mguu wake ulikuwa ufanyi kazi, na maana nyoka aliyemng'ata alikuwa ni paralyze. Ina maana ile eneo lote mpaka hapa kwenye kiuno alifanyi kazi, yani alisense. Kwa kazi yake wewe unamuinua, unamweka kwenye pikipiki, mnaenda naye. Kwa hiyo jamaa alichukua ile lita 2 alikuwa anakunywa, akashika hivi. Yule nyoka amepanda hapa mpaka hapa, hakumsikia kwa sababu yeye mwili wake hafanyi kazi. Sasa wakati ananyanyua lita 2, kikiwiko hiki ndio kikamgusa yule nyoka. Tunamstukia, tunaona mwenzetu anatingisha ile lita 2 hivi. Anatingisha hivi, yani pombe inamwagikia, anatingisha hivi. Huyu jamaa vipi, amepatwa na nini au ndo bado anaendelea la kuona wale nyoka? Tunastuka bwana, kwenye paja lake hapa ndo kuna kifuto. Mpana kifuto kama mkono hivi, kumbe katokea kwenye fuko lake alimbeba. Yule jamaa alianza kugaragara pale na mguu wake. Kumbe wakati huo nyoka kamtupia huko, yeye anagaragara huko na mguu wake. Ina maana kwenye hatari kuna nguvu ya extra inaongezeka. Jamaa aligaragara sana na mguu wake. Kwa hiyo baada ya kugaragara tunakuja kumzuia bwana, ndo anasikia maumivu sasa, kama mguu unamuuma na kama yeye mgonjwa. Ila wakati anamkimbia yule nyoka pale hakuweza kuona. Ikabidi wale jamaa wamuue yule nyoka. Walipomuua tukawa tumekaa kwa wasiwasi pale Udeko. Mimi nikawa najuta sasa kwa nini nilienda, maana majanga yote yasingenikuta. Asubuhi imefika, mwenyeji wetu akatuelekeza, bwana nendeni mpaka
Mkifika Utalisoli mnaweza mkakata kushoto. Mkikata kushoto kuna kama kilomita 10 hivi mbele kuna kijiji nimekisahau. Unashuka chini kwenye mto Lukosi ndio unaenda kutokea Isago. Sawa, ikabidi sisi tutoke mzee huu mpaka hapo Utalisoli, tukakata kushoto njia ya kuelekea Idete Lupalama. Unapita Lupalama ndio unaenda zako kwenye kijiji kinachofuata, alafu ndio unaenda Idete. Ila ukishuka chini hivi ndio unaenda kutokea kwenye mto Lukosi. Ndio kwa mara ya kwanza naona visiwa ndani ya, yani visiwa vilivyozungukwa na mto. Sijawahi kuonaga, hii ndio mara ya kwanza naona ni kisiwa kimezungukwa na mto. Kuna kama visiwa 6 hivi, na maana unavuka kwenye mito kuvifuata hivyo visiwa 6, ni viko ndani ya mto umezunguka. Kuna madaraja yamewekwa ya mbao. Ina maana hiyo njia ya kuelekea kwa mzee hapo Isago watu hawapitiaji hiyo tulipopita sisi kwenye mto Lukosi. Watu wanaenda kupitia ile kule ya Mlafu. Sisi hiyo tulipopita inaonekana tumezunguka sana, alafu haitumiki. Kwa hiyo tumevuka mto wa kwanza kwenye daraja la miti, tukavuka mto wa pili kwenye daraja la miti, tukavuka mto wa tatu kwenye daraja la miti, mto wa 4 daraja la miti, mto wa 5 hamna daraja. Maana yake ni maji tu yamekatiza, alafu mnatakiwa mvuke tu kawaida. Na unavyojua maji ya mto yanapotembea, licha ya maji ya mto kwa yanatembea, na unajua kwenye mito kuna kuaga na manyoka, kuna kuaga na mamamba. Tuvuke sasa pale. Hapo ndo kisanga kilipoanza. Ina maana tumeweka nguo kichwani. Akaanza yule mwenyeji wetu ambaye tulimkuta pale anavua, akasema hapa panavukika, lakini uvukaji wake unatakiwa uwe makini. Njia anayopita mwenzio unatakiwa uiface, uiangalie, kwa sababu kuna mashimo na kuna matope. Sawa, ikabidi jamaa tuvushie pikipiki kwanza. Ile pikipiki ile imebebwa hivi, jamaa kabeba pikipiki kwenye maji, unajua kitu kinavutika. Kwa alibeba ile pikipiki, tunamwangalia anapopita, akavusha. Na sisi tukaanza kufuata. Maji yanafika mpaka hapa, nguo ziko kichwani. Maji yanafika mpaka hapa kwenye shingo, unaenda unaomba Mungu, unaenda unaomba Mungu, unaenda unaomba Mungu, unaenda unaomba Mungu. Tukavuka hapo sehemu ya kwanza salama. Tukafika tukatembea, tukafuata kisiwa cha pili, cha mwisho ambacho ni cha 6. Tukivuka tu iko kisiwa mbele hapo ndo tunaingia Isago kwa huyo mzee. Pale kwenye mto bwana, tulipofika bwana, kipande tulichopita mwenyeji wetu tulimwacha kwenye kisiwa cha 5, sisi tushafika kisiwa cha 6. Kwa hiyo pale tukaomba Mungu, tukasema twende. Nikajifanya nina ujasiri. Kujifanya nina ujasiri, napita sehemu sijui. Basi na nguo zangu nikateleza, nikaingia kwenye shimo. Yani ile shimo liloingia tope liko mpaka hapa kwenye mguu. Yani nilivyoingia chini ya maji na nyosha mkono hivi, mikono haitoki nje ya maji. Alafu maji yenyewe unajua ya mtu. Unapigaje kelele ndani? Kelele hazipigiki. Shida sasa, tumbo likaanza kuuma pale. Huku na huku papatua uzuri kwa na vipunzi vya kubana. Huku na huku papatua, nikaja kuchomoka, unaambiwa paka. Niko upande wa pili. Niko hoi, yani niko hoi. Wenzangu wale kuvuka wakawa wanaogopa kulingana na tukio waliliona. Nguo zote zimemwagika, yani nimebaki na singlet, nimebaki na kiboxer tulichopanda nacho. Zile nguo nilizoweka kichwani zote zimemwagika. Na simu iko mule na kila kitu kiko mule na sikukiona. Mpaka leo hii sijawahi kuviona hivyo vitu. Nikaingia zangu pale chini, ikabidi nianze kuwasaidia wale ili wavuke. Kwa kuwasaidia wale ikabidi nichukue mti nikautupa upande wa pili, nikawa nawavuta kwenye mti, wanakuja na pikipiki. Ndio usalama wetu tulipoponea hapo. Tulipofika pale ikabidi jamaa wanisaidie suruali, mimi na singlendi yangu, asha pikipiki tunaenda. Kwani tulipovuka tu ule mto tulifika mbali? Hatukufika mbali. Mbele kidogo tu tukakuta kwenye kijiji cha Isago. Yaani kijiji kizima kwa cha Isago, huyo mzee peke yake ndo ana duka. Yaani duka liko kwa huyo mzee. Alafu huyo mzee ni tajiri. Inaonekana kuna watu mbalimbali wana shida zao huwa wanamfuata. Kuna watu wanatoka Mwanza, kuna watu wanatoka sijui Tabora, kuna watu wanatoka Bukoba, si wapi. Wote wanajazana kwa huyo mzee. Ila sharti lake ni moja. Kama haujamfanya mawasiliano naye, huwezi kufika ukiwa salama. Kwa sababu hata sisi tulipofika tulimhadisia misukosuko tulikutana nayo, akasema hiyo ni kawaida, mnatakiwa muombe mawasiliano kwa watu wangu wa karibu ili muweze kufika. Yaani huku kwangu huwezi kuja kwa na shida ukafika salama. Akaniambia kuna, kwa sababu pale kwake kama ni hall hivi. Akaniambia kuna chumba kile pale, nenda kaangalia, kuna mama pale ndani wamepotea, leo siku ya 6 ndo wanafika. Inaonekana hapo kwake kama kliniki au unaweza kusema kama hospitali, watu wanajazana kibao. Kwa hiyo sisi bwana pale kulingana na hali ya yule mgonjwa jinsi tulokuwa naye na anaelekea kwa na misukosuko tulokutana naye, ikabidi bwana yule mgonjwa
amshughulikie siku ile ile pale pale. Haraka akamchanja chanja ule mguu, akaupaka dawa, sijui akampa na dawa gani ya kunywa. Haraka pale, ina maana tulifika pale kwa ule mzee kama kwenye mishale ya saa 7 mpaka inafika saa 12. Yule jamaa mguu kidogo una uafadhali, yani atakukunja hivi anaukunja, anakuambia unacheza. Akasema wewe mgonjwa wenu ukishapona mawili, mnaweza mkamwacha nyinyi mkaenda, au mkaenda naye alafu mkamwasiliana na mimi kwa ajili ya matibabu. Kaambia mzee, bora tuwasiliane naye kwa ajili ya matibabu, ila leo hatuwezi kulala hapa. Tunapoenda mbali. Mnaenda wapi? Tunaenda Ilula. Sisi tunahesabu mbali kulingana na ile ruti tulienda nayo. Lakini yeye anakuambia mbona Ilula sio mbali? Ilula si hapo, kuna milima katuonyesha. Nimeona ile milima. Yaani ukisimama pale kwa chini ndio upo Ilula. Kaambia haiwezekani. Kaambia ndio hivyo. Tukachukua namba yake tukaongea naye pale, akatusaidia, akatuelekeza na dawa za nyoka nini pale na jinsi ya kupatikana. Tukapata kidogo na kaelimu pale jinsi ya nyoka. Akatambia umeona hii barabara ile kupomba barazani kwangu. Hii barabara inaenda moja kwa moja mpaka Mlafi. Na ikitoka Mlafi inakuja moja kwa moja mpaka hapa Isaga. Kwa hiyo hii barabara nyoosheni mpaka Mlafi. Mkifika Mlafi kwenda Ilula sio mbali. Na kweli kutoka Ilula mpaka utoke Itungi alafu je Mlafi hapana mbali sana, yani ni kama kilomita 10 hivi hadi 12. Tumenyoosha mzee barabara huu mpaka Mlafi. Kufika Mlafi Itungi mara tuko Ilula. Tumefika. Hiki kitu siwezi kukisahau kwa kweli. Yani katika vitu ambavyo siwezi kukisahau hiki hapa cha kwanza. Kwa hiyo jamaa alisaidiwa na akapona kabisa. Ila kwenda kwa huyo jamaa na kupotea lazima ufanye mawasiliano.